Bwana Yesu asifiwe vijana wangu. Mko vizuri kabisa. Mimi nashukuru sana nimewaona tena mmekuja. Basi siku ya leo tutajifunza kitabu cha waraka wa Ibrania 12 mstari wa kwanza unasema hivi. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito. Kando na kila mzigo na dhambi ile ituzingayo kwa wepesi. Na dhambi ile ituzingayo kwa wepesi. Kwa kumbe dhambi inaweza ikatuzinga kwa nini? Kwa wepesi. Na dhambi ni kitu ambacho kinatokea automatic usipokuwa makini kiroho. Sawa? Muda wote dhambi inakuchukua. Kwa hiyo vijana wangu, dhambi ni mbaya. Sawa Ndio. Nyie mchoka mnaokoka. Ni gani hapo wenyewe? Ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe vijana wangu, mimi naona hapa kama kikao chetu kitakuwa sasa wenyewe mjani. Asante, tukutane kanisani. Mtu kama wewe unakuja upo hapo unatuhubiria, unatakiwa tuhubirie tuache maovu, naye pia ungefanya kumsaidia. Hapana kijana wangu, neno la Mungu linasema hivi, msichangamikane na mambo maovu. Huyu kijana ni muhuni sana, haitakiwi kuchangamikana. Wewe unaanza kumdharau. Vijana kama hawa wahogi haitakiwi mchangamikane nao. Hao ndio wanaofanya mnafanya dhambi vijana wangu. Hapana mtumishi. Hata Yesu alisema, kuna kifungo kinasema, daktari hakuletwa kwa sababu ya watu wazima. Daktari aliletwa kwa sababu aweze kutibu wagonjwa. Wewe mwenyewe uko hapo kwa ajili ya watu ambao ni wa maovu ili waweze kwenda njia iliyonyoka. Alafu mapasta ndio ni wanafiki kinoma. Hiyo ni pointi nzuri sana, nimeielewa. Kwamba daktari hajaja kwa ajili ya wazima. Ndio, daktari yupo kwa ajili ya wagonjwa. Wagonjwa wenyewe ndio hawa. Oh my God. Hawa ndio kondoo waliopotea. Tunataka mstari. Hapo nimeelewa sana vijana wangu. Hamshawaisikia wanasema kondoo waliopotea ndio hawa. Okay, ndio hawa. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Jina langu uko tayari kumpokea Yesu na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Niko tayari. Piga makofi. Piga makofi. Glory to God. Anasema Baba katika jina la Yesu. Nimekuja kwako leo.